milima na miamba, tuangukieni, afadhali mtuangukie ili tujifiche, maana kuna mambo ya kutisha yametokea. Dunia imepigwa na tetemeko, nyota za mbingu zimeanguka, jua limegeuka kuwa giza na mwezi umegeuka kuwa damu. Ni siku ambayo Mungu ameshuka ili wahukumu waliokataa Yesu, waliokataa ule wito wa Yesu. Maana Yesu amepaza sauti leo akisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Wale wanaokataa, siku mbaya inakuja juu yao, siku ya kutisha, siku ya ajabu ambayo haijawahi kutokea. Ni siku ya maombolezo, ni siku ambayo inatisha. Wafalme wa dunia wanakimbia, wanaacha ikulu yao, wanaacha magari yao, wanaacha ndege zao, wanakimbia kwenye mapango, wanajificha, wanapaza sauti wakiambia milima na miamba, tuangukieni, tuficheni, maana siku hii ni mbaya kwetu. Lakini ni kwa sababu alimkataa Yesu, ni kwa sababu alimkataa Yesu. Ndiyo maana Yesu, kwa sababu anapenda ulimwengu, leo anapaza sauti akisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Amen. Yesu anaonyesha ishara ya upendo kwako. Haidhurishi umelemewa na mizigo namna gani. Nataka nikwambie, kila dhambi na kila shida ulionayo, ukija kwa Yesu utapumzishwa. Amen. Haidhurishi umeshikiliwa na roho za mizimu, umepewa kuwa mlisi wa wachawi, umepewa kuwa kiongozi wa wachawi, lakini nataka nikwambie, huo ni mzigo. Huo ni mzigo. Na hakuna amani kwako, hakuna amani kwako, hakuna amani kwako. Hata kama ungeoa ndugu zako utakaisha, lakini hautapata amani. Utaoa ndugu zako, lakini siku nyingine watakutaka mwenyewe. Leo Yesu anapaza sauti, anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Piga makofi mengi kwa Bwana Yesu. Mshangilie Bwana Yesu kwa upendo wake. Mshangilie Bwana Yesu tena kwa makofi mengi kwa upendo wake. Piga kelele kwa Yesu. Sikiliza nikwambie, hayawi yanakuwa. Watu wengine wanahisi kana kwamba tunapiga kelele, na wapa pole wanaohisi, wanaodhania kwamba tumekosa kazi, na wapa pole. Maana siku mbaya ambayo hata maraisi, wafalme, wakuu wa majeshi hawawezi kusimama, sisi tutakuwa tumesimama pamoja na Yesu. Wakati majemadari waliojaa nyota za kutosha wanakimbia kwenye milima na mapango ili wajifiche na kwenye mahandaka waliochimba wenyewe, lakini sisi tutakuwa na Yesu tunarinda. Haleluya! Tutakuwa na furaha ya ajabu, tutamfurahia Yesu Mwokozi wetu, tutamshangilia Yesu tukimwambia asante kwa wokovu uliotupatia. Haleluya! Wakati dunia inatikiswa na ikielekea kuanguka, wakati huo inaenda kuanguka, wateule wananyakuliwa kwenda juu.
Waliomkubali Yesu watanyakuliwa. Wakinyakuliwa, wakati huo huko duniani matukio yakaanza kutisha. Tetemeko litapiga, likipiga lile tetemeko tagusa mbingu na dunia. Nyota zitaanguka kutoka mbinguni. Kuna nyota moja inaitwa Pakanga, itaanguka kwenye maji, na kila atakayekunywa maji yatakuwa machungu, yatakuwa yatamaniki tena. Watu watamlani Mungu kwa sababu ya mapigo hayo. Lakini wakati huo waliomkubali Yesu wakatuliwa mizigo yao, watakuwa wanarukaruka na Yesu wao. Sijui kama unanielewa. Lati unganielewa, ungemwambia leo, Yesu, nimesikia ya kwamba unanipenda, nimekuja kwako, ninaomba unitue mizigo ya dhambi. Ungemwambia Yesu, nimekuja, naomba unitue mizigo ya kuabudu mizimu, unitue mizigo ya uchawi, unitue mizigo ya kwenda kwa gala kushenzi, unitue mzigo wa kwenda kuiba, unitue mzigo wa pombe. Hii ni sauti ya Yesu kwako. Ukipuuza, siku mbaya inakuja pale mbele yako. Kila unapolala na kuamka, unapiga hatua kusogelea siku hiyo mbaya kwa wenye dhambi, lakini ni siku nzuri kwa watakatifu. Maana watakatifu watakuwa na Yesu mawinguni wakiangalia matukio ya dunia. Tutakuwa tunaangalia duniani kama sinema. Tunasema tuliwaambia acha wayanywe, tuliwaambia acha waoge, kwa sababu walimkataa Yesu. Yesu akapaza sauti akasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Mkutano huu tunatamani kuona wale ambao wamechoshwa na dunia, ambao wamechoka dunia, waje kwa Yesu wapumzishe. Kuna watu wanachoka dunia, wanafika hata wanasema aheri ningekufa kuliko kuishi, lakini ni kwa sababu hawana Yesu. Walio ndani ya Yesu wanayo amani, wanao ushindi, wanao furaha, wanashangilia katika yote. Unajua kwa Yesu ni raha. Haleluya! Kwa Yesu ni raha. Kuna watu wameponywa magonjwa yao sugu kwa Yesu Kristo tena bure. Ni kwa sababu Yesu amepaza sauti akasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa, nitawapumzisha. Haleluya! Haleluya! Unajua, nafikiria hivi, kama akili ya mwanadamu haijaenda likizo, hivi kweli una akili yako ikajua ya kwamba hata marais wataiacha Ikulu, wenye magari watayakimbia magari yao, majemadari na matajiri watakimbia magodoro yao, watakimbia nyumba zao za magorofa? Akili yako kama haijaenda likizo, utaisubiria hiyo siku mpaka ikukuta kwenye dhambi. Bagosha. Haleluya! Halafu sikiliza, siku hiyo sio mwisho wa mateso. Yaani mambo haya sio mwisho
mwisho wa mateso. Mwisho wa mateso ni hivi: baada ya matukio hayo ya mapigo, hayo yanaitwa mapigo, lakini ile yenyewe sasa, ile yenyewe Biblia inasema atasimama na kuketi kwenye kiti cha hukumu. Sauti yake malaika watakusanya watu wote tangu mwanadamu wa kwanza, yaani tangu mwanadamu yeye wa kwanza anaitwa Adamu, ataletwa mbele ya kiti cha hukumu. Akifikishwa mbele ya kiti cha hukumu, na wote waliozaliwa kutokana na Adamu wataitwa, watakusanyika. Utakuwa mkutano usiokuwa wa kifani. Halafu kitakachotokea, Yesu Kristo wanayembeza leo, Yesu Kristo wanayemkataa leo, Yesu Kristo wanayemdharau leo, ataketi kwenye kiti cha hukumu. Akiketi, atapaza sauti yake, atasema, wale walionikubali duniani, ambao walikubali nikawatua mizigo yao, waje mkono wangu wa kulia, na wale walionikataa waje mkono wangu wa kushoto. Baada ya kuwabagua namna hiyo, kila mmoja atakuwa na alama. Hata leo kila mmoja nayo alama, yaani leo kila mmoja nayo alama. Nitakwambia inavyokupatikana. Ngoja niendelee kwanza na hiyo. Kisha atapaza sauti yake, wale walioko mkono wake wa kuume atawaambia, enyi mliobarikiwa. Haleluya! Atawaambia, enyi mliobarikiwa na Baba wa mbinguni, ingieni kwenye ufalme wa mbinguni, kwenye raha ya milele. Kisha mbele yao wale walioko mkono wa kulia wataona lango na njia ikiwaongoza kuelekea mji mtakatifu. Watashangaa kuona wanaingia kwenye mji ambao haujawahi kuonekana katika dunia tuliyo nayo. Furaha itajaa machoni mwao, machozi ya furaha yatabubujika kwenye macho yao. Watakuwa na furaha ya ajabu, watajaa na nyimbo. Hata wale ambao hawajui kuimba, siku hiyo watajua kuimba, wakimsifu Mungu wao kwa wokovu waliopewa. Jambo la kusikitisha, wale walioko mkono wa kushoto ndipo atakapopaza sauti yake Yesu akiwaambia, ondokeni kwangu mliolaaniwa, maana mlikataa maagizo yangu. Wataanguka chini, watalia. Wakati wanalia, watasikia sauti ya pili ikisema, ingieni katika moto alioandaliwa Shetani na malaika zake na waliomkubali. Kitakuwa kilio na kusaga meno. Hapa ndipo ambapo watu watalia, watu wataomboleza, watalia, machozi yao yatakauka. Ni siku ya kutisha, ni siku ya maombolezo. Maneno haya unayosikia nchi yatasikika masikioni mwako. Utasema, ni ole wangu kwa sababu nilikataa mwenyewe. Utatamani ungeokoka leo, lakini neema itakumefungwa. Hapo ndipo maombolezo yatakapoendelea. Hapo kwenye ziwa la moto, watu watapelekwa humo kwenye ziwa, bahari ya moto, watalia na kuomboleza. Hakuna matumaini tena,
Hakuna matumaini tena, ni bonde la kukata tamaa, ni bonde sana matumaini. Watu watalia, watu wataomboleza milele na milele. Ni siku mbaya. Yesu alipoyaona hayo akakumbuka ya kwamba mwanadamu aliumbwa na Mungu. Aheri niende nikaambie ya kwamba waje kwangu niwasamehe dhambi zao ili wasiingie kwenye moto huo. Kwa hiyo watu wakikataa Yesu wamechagua moto kama mzee Tupatupa. Mzee Tupatupa anachagua kwenda kule motoni akiwa na akili timamu. Hata walevi wana akili timamu, ndio maana hawadumbuki kwenye mashimo. Wengine wanasema amelewa, mbona hadumbuki kwenye mashimo kama amelewa? Kwa sababu zimo. Ni kwa sio kweli? Kwa siku hiyo hata kama watasimama kusema mimi nilikuwa nakula pombe ili nichelewaza kwa sababu ya shida, ataambiwa ondoka kwangu sikujui. Siku hiyo hakuna kujitetea. Walio na heri ni wale waliompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hata kama ningehubiri miti kaanguka, sikio la kufa halisikii dawa. Ninachokushauri leo, ninawakushauri wewe unayenisikiliza leo, ni kumpokea Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ili siku mbaya inayokuja ikukuta mahali salama. Walio ndani ya Yesu, dunia inapoenda kuanguka, watakuwa katika mikono ya Yesu. Yesu atawapeleka juu. Wakifika pale, furaha ya ajabu itajaa mioyoni mwao. Watamsifu Mwokozi wao, watamshangilia Yesu wao, watamshangilia kwa sababu walimkubali. Inawezekana wanaonisikiliza wanajificha nyuma ya nyumba au mbali kidogo na mkutano, lakini una mambo mengi mazito. Nataka nikwambie, Yesu ameweka wachungaji duniani. Njoo, Yesu anaweza kukusaidia. Haleluya! Unajua sisi ni mawakili wa Mungu. Sisi ni mawakili wa Mungu. Ukikubali maneno haya, tunakuunganisha na Yesu. Tunakwambia ya kwamba fuatisha maneno haya, unamwambia Yesu nisamehe. Yesu anakupokea, maisha mengine yanaanza na yanaendelea. Najua yapo mambo mengi ambayo yanasumbua watu. Kuna wanaosumbuliwa na magonjwa, wengine wamesumbuliwa na dhambi, na wengine wamesumbuliwa na nguvu za giza, wengine na mapepo yanayowakandamiza watu usiku, wengine mandoto mabaya. Hayo yote ni matatizo yanayowasibu wa ulimwengu. Na wengine wanapolala wanajikuta wako kwenye makaburi, wanaongea na mababu zao na mabibi zao, lakini siku ile hayo mapepo yatawakimbia. Yesu alipoyatazama hayo akasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nitawapumzisha. Wale ambao wanasikia ya kwamba leo ni siku yangu, wewe ambao unaona kwamba leo ni siku yako uweze kuhitaji msaada wa Yesu, na kushauri uchukue maamuzi sahihi bila wasiwasi. Amen. Ukichukua maamuzi sahihi bila wasiwasi, Yesu atakutembelea. Zakayo
aliposikia habari za Yesu alichukua maamuzi sahihi. Hakuangalia yeye ni mtoza ushuru, hakuangalia yeye ni mfupi zaidi ya wengine. Yeye alichokifanya ni kuchukua hatua ya kwenda kwa Yesu amuone. Na Yesu alipomuona akasema, Zakayo, kwa sababu umechukua maamuzi yako ni sahihi, leo nakuja kwako. Yesu akaenda kwa Zakayo, maisha ya Zakayo yakabadilika. Leo ukimpokea Yesu, maisha yako yatabadilika. Ulikuwa unaitwa chapombe, utaitwa mtumishi wa Mungu. Ulikuwa unaitwa kahaba, utaitwa mwimbaji, mtumishi wa Mungu. Ulikuwa unaitwa mganga wa kienyeji, utaitwa mtumishi wa Mungu, mchungaji. Maana ni heshima kubwa kuitwa wa mtumishi wa Mungu, ni heshima kubwa. Mbinguni wanakuheshimu na dunia inajua na mapepo yanajua. Haleluya!